Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji mwaminifu wa kipindi kimongozo kujifunza Biblia kwenye Jesus TV, tunaendelea kujifunza kuhusu waraka wa kwanza wa Paulo kwa kanisa la Korinto na wa pili kwa kanisa la Korinto, na juma hii ya tatu tunajifunza kuhusu umoja katika Kristo. Kwenye somo la jana siku ya Jumapili tumeona kwamba huko Korinto, katika kanisa la Korinto kulikuwa na shida ya ukosefu wa umoja. Kwa hivyo kulikuwa mgawanyiko na niseme tena pia mabishano, vitu ambavyo havitakiwi kuwa katika kanisa. Unaweza kujiuliza sasa, ikiwa katika kanisa kuna shida ya mgawanyiko, ni kitu gani kinachoweza kuleta umoja katika Kristo urudi tena vizuri? Ndio somo letu la leo, siku ya Lendi, linazungumzia wenye msingi katika Yesu. Wenye msingi katika Yesu, ama centre sur Jesus Christ. Tuko kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10. Pendwa, wakati Yesu anasema Paulo anaposema bali mhitimu katika nia moja na shauri moja, unadhani inamaanisha nini? Ama Paulo anatafuta kuweko na nini huko katika kanisa la Korinto? Sio tu katika kanisa la Korinto, bali pia katika kanisa letu leo. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tulizungumza jana ya kwamba huko Korinto watu walikuwa wameshabikia wahubiri. Wengine wanafuata Paulo, wengine wanasema wanafuata Apolo, wengine wanasema kwamba wanamfuata Petro. Lakini wakisahau ya kwamba wale wote kuwashabikia kiasi ya kwamba kanisa liathirike na liwe na mgawanyiko, hapo walikuwa wamekosea. Kila mara unapopatia kiongozi wa dini nafasi ya juu ambayo Mungu ndiye anaistahili, hapo unakuwa umekosea kabisa. Huko kwa kushabikia wale viongozi wa dini, walikuwa wamewapea nafasi ambayo Kristo mwenyewe ndiye anayestahili. Kwa hivyo ndio Paulo anawauliza, anasema, je, Kristo amegawanyika? Je, Paulo ndiye aliyekufa kwa ajili yenu? Je, mlibatizwa kwa jina la Paulo? Jibu ni hapana, Kristo hajagawanyika. Na pia hawajabatizwa kwa jina la Paulo, walibatizwa ama tunabatizwa kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Na siye Paulo aliyekufa kwa ajili yetu, Kristo ndiye aliyekufa kwa ajili yetu. Kwa maneno mengine, tunaweza kuamini kwamba sababu ama kitu cha msingi kinachoweza kufanya kuwe umoja katika kanisa sio kitu kingine isipokuwa tu ni kuwa na msingi katika Kristo. Okay, kuwa centre sur Jesus Christ. Kwa hivyo Yesu akiwa kiini cha mahusiano yetu kanisani, hapo pata kuwepo na mgawanyiko. Na ikiwa hata mgawanyiko unaweza kuwa umetokea, unaweza kumalizika na tunarudi katika umoja. Paulo anaonyesha kwamba kama viungo vya mwili, sisi ambao ni wa Kristo, sisi ni mwili wa Yesu Kristo. Na mwili una viungo vingi, kuna mkono, macho, miguu. Hakuna kinachofanya kazi ya kingine, lakini kila kiungo kinafanya kazi yake kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kunakuwa bon fonctionnement ya corps. Okay? Kwa hivi kama wa Kristo, umoja unaweza kupatikana tu kwa kuwa na Yesu kama Bwana wetu. Lakini umoja katika Kristo sio usawa. Haimaanishi kwamba sote tutafikiria sawa juu ya kila kitu au kwamba sote tutatenda kwa njia sawa. Hapo anasema tunatakiwa kuwa na unité. Anasema cette image montre que Paul recherche l'unité et non l'uniformité. Nous sommes unis dans la diversité et non pas dans l'uniformité. Il recherche une unité dans la diversité et même une unité malgré la diversité. Okay. Unaelewaje swala la kuwa uni dans la diversité et non pas dans l'uniformité? Weka jibu na uelewa wako hapa kwenye comment. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tofauti ndogo za maoni tunazokuwa nazo, karama tofauti tunazokuwa nazo, ambazo kila mmoja anakuwa nazo, zinapomlenga Yesu Kristo hazileti mgawanyiko katika kanisa, badala yake zinaleta umoja. Nikiwa na kipawa cha uimbaji, mwingine cha uhubiri, mwingine cha uombaji, ikiwa vile vipawa vyote vinamlenga Yesu Kristo, haviwezi kamwe kugawanya kanisa, badala yake vitaleta kanisa katika umoja. Hivi rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ili kuwe na umoja katika kanisa lako, hakikisha kwamba nyote mko centre sur Jesus Christ. Hiyo ndiyo dawa ya pekee inayoleta umoja, sio tu katika kanisa, hata katika familia, katika kikundi, mahali ambapo unakuwa. Mungu akubariki. Tuombe. Asante Yesu Kristo kwa somo hili. Tusamehe kwa muda wote ambao hatukutazama, tukatazama viongozi. Tunataka tuongozwe na wewe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ukiwa na swali ama changamoto, usikose kutuandikia kwenye comment. Mungu akubariki.